Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Mei 18. Somo lisemalo kimbilio lisilokoma. Hebu na tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa siku nyingine ulotupatia, kwa kutuamsha salama kutafakari maneno yako. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo, amina. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Wafilipi 4:6. Si mapenzi ya Mungu kwamba watu wake walemewe na mahangaiko. Lakini Bwana wetu atudanganyi. Atuambii, usiogope, hakuna hatari njiani mwako. Anajua kuna majaribu na hatari, na anashughulika nasi waziwazi. Hapendekezi kuwaondoa watu wake kutoka kwenye ulimwengu wa dhambi na uovu, bali anatuelekeza kwenye kimbilio lisilokoma. Tunawezaje kubaki mashakani, tukijiuliza kama Yesu anatupenda, japokuwa tu wenye dhambi na kujawa na udhaifu? Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika kutenda mema. Alikuja katika ulimwengu wetu katika sura ya unyenyekevu ya mwanadamu, ili apate kufahamu masikitiko na majaribu yanayoikumba njia ya mwanadamu, na kwamba apate kuonyesha jinsi ya kuwasaidia waliochoka kwa toleo lake la pumziko na amani. Lakini maelfu juu ya maelfu wanakataa usaidizi wake na kushikamana kabisa na mizigo ya mahangaiko yao. Anakuja kwa wanaoteseka na kuwapatia ahueni kwa majonzi yao na kuponya huzuni zao. Kwa waliokatishwa tamaa, wasioamini na wasio na furaha, anawapatia kuridhika, huku akielekeza kwa makao yale anayowaandalia. Yesu Mwokozi wetu wa thamani anapaswa kwanza kuwa katika fikra na upendo wetu, na tunapaswa kumwamini kwa imani timilifu. Kadiri kila siku inavyokuja, tunalazimika katika uwezo wa Yesu kukabili mitihani na majaribu yake. Ikiwa tunashindwa siku moja, tunakuwa tukiongeza kwenye mzigo wa siku inayofuata, na kisha tunapungukiwa na nguvu. Hatupaswi kutia giza kesho yetu kwa kutojali kwetu leo.
bali kwa adhari na uangalifu kutimiza majukumu ya siku, kuwe maandalizi kwa ajili ya kukabiliana na dharura za kesho. Tunahitaji kukuza roho ya uchangamfu. Hebu na tutazame daima kwenye upande angavu wa maisha na kuwa na tumaini, tukijawa na upendo na matendo mema, tukifurahi katika Bwana siku zote, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, na iweni watu wa shukrani. Wakolosai 3:15. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kimbilio lisilokoma. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa wewe ni kimbilio letu lisilokoma. Tunaomba tulifanyie kazi somo hili katika maisha yetu. Tuje kwako siku kwa siku. Tunaomba yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia, nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi